tuachane. Kitambaa cha nini tena kiongozi? Hebu tuachane na hilo. Tutatafuta kingine. Ni kumbukumbu ya marehemu mama yangu. Yale yale bongo movie. Tuondokeni jamani. Sasa ngapi kiongozi? Wewe nenda. Sisi tutakuta hapa hapa. Maana tumechoka sana. Heshima yako ewe mtukufu Malkia. Nimekuja kama ulivyoniagiza. Podo. Nimekuita hapa sasa hivi. Ninataka umfuatilie binti mfalme. Uliniambia umemuona kule polini akiwa na kijana wamekumbatiana. Ni kweli mtukufu Malkia. Nimemuona. Sasa naomba umfuatilie kwa siri. Nimekuelewa Malkia. Nitafanya kama ulivyoniagiza. Maana hizi ndio shughuli zangu nazipenda kuliko kula. Mimi ndo Podo bin Laden. Hakikisha kabisa kama umempa kazi mtu ambaye unamwamini. Nitaifanya kama ulivyoniagiza. Safi. Na kuahidi zawadi Podo. Ukiniletea taarifa ninazozitaka. Utulivu wako ndio unakufanya kuwa na amani hapa. Sawa. Alafu naona sasa unaletea ubishi. Ngoja kwanza. Sawa? Sana. Nitafanya kama ulivyoniagiza. Yaani nimefurahi kusikia zawadi. Nitazinywaje hizi Pepsi? Pole sana. Nadhani dakika chache zijazo atakwenda kuamka. Hivyo unapaswa uende nyumbani haraka sana. Afadhali hata nimekuona. Maana nina jambo linanisumbua. Nimetoka nalo huko katika tembea zangu. Nina jambo. Jambo gani tena? Au mapupu kaonekana? Hapana. Hili jambo geni tena jipya. Jambo lipi tena hilo, Regina? Katika tembea zangu kule mtaa binti mfalme. Ndio. Tena unakumbuka ule msitu wa Kalongora? Ndio nimekuta huko. Cha ajabu sana cha kusikitisha. Binti mfalme anataka kubakwa. Nimeshuhudia kwa macho yangu mawili. Regina na kuonya. Mfalme akikusikia. Hivi una hakika unachoongea ni kweli? Naongea kweli. Ni kweli nakwambia. Kwa hiyo yuko wapi sasa? Hapo kule msituni. Sasa manake kabakwa. Alitokea jamaa fulani hivi haeleweki anatokea wapi. Kamchukua binti mfalme kaondoka naye. Hapo sasa sikia nikwambie. Unakumbuka ile tangazo la mfalme? Inabidi tulifanyie kazi. Unakumbuka ulikuwa mwanajeshi wa mfalme? Ndio. Na unakumbuka ni nini chanzo cha kufukuzwa wale hapo? Sasa nataka urudi kwenye ufalme. Ukirudi tu kwenye ufalme, mambo yetu yatakuwa safi kabisa. Sasa nisikilize, unarudije?
Twende kumtafuta huyo binti mfalme. Tukishampata tukimpeleka kwa babake. Babake lazima akupe kazi. Regina, ndio maana nakupenda sana. Hilo ndio swali. Sasa bila kuchelewa, usiku kwa usiku mimi silali. Lazima kieleweke. Na sehemu yenyewe si unaifahamu? Mimi napajua alipo, twende tukamtafute. Twende. Uje mwanangu hajarudi. Nikaona nimeshinda kulala kabisa. Nikafanyaje jamani mwanangu? Hata rudi tu mtukufu Malkia. Wasiwasi wa nini? Unapata wasiwasi wa nini mamangu? Kaonde, unafanya nisiwaze. Walinzi wale kwanza wametumwa wamerudi. Wamesema hawajamuona. Wengine wameenda na hawajarudi. Sasa nisiwaze kweli. Nishakwambia mtoto wako atarudi. Yule ni mtu mzima, lazima arudi. Sasa unakuwa na wasiwasi kama yule ni mtoto. Lakini ndio hivyo Malkia bado hajarudi. Lakini wewe unamjua mtukufu mfalme. Unamjua vizuri alivyo mkali. Labda yule mtoto anaogopa kuja. Anaogopa tu kuja. Yuko humu jirani kajificha. Anaogopa kuja kwa sababu ya baba yake. Nitakuwa mgeni wa nani mimi? Usihuzunike sana, Malkia. Kalunde, twende. Nimekwambia ondoa wasiwasi. Sasa tena wasiwasi. Vipi unadhani kuna mtu gani ambaye atakaa na mtoto wa mfalme usiku kucha kweli? Unamjua mfalme alivyo mkorofi. Tunaenda wapi mimi na wewe? Tunaenda wapi? Pole. Kiukweli sijui hapa nilipo ni wapi.
Naomi, nimekuita hapa. Nina jambo moja nataka kuongea na wewe. Hivi unajua mtoto wa mfalme toka muondoka naye hajarudi. Na hapa ufalmeni kuna taharuki kubwa sana. Sijui tunafanyaje. Na wewe uliondoka na ukaondoka naye na umerudi peke yako. Mfalme haelewi, mama yake haelewi. Hivi tunafanyaje? Au tuambie alipo. Dakalule, kupotea kwa Mwandile, mimi sihusiki na chochote kile. Nalaumia sana, lawama zote napewa mimi. Nimeshajieleza mbele ya mfalme na mbele ya watu wengine. Mwandile nimeenda naye mpaka shambani, nikiwa mimi na mlinzi mwingine. Na nikaacha nikaenda kuchukua maboga na nikarudi sikuendelea na safari. Katikati ya safari akaomba milano na haja ndogo, nikamsaidia rumbe wote akakataa, akasema inabidi aende peke yake. Mwisho siku tukasikia tu kelele na hatukumuona mtu. Na ilikuwa hivyo, sisiki na chochote mimi. Naomi. Sijui unamfahamu vizuri mfalme. Na kama unaujua ukweli au unahusika kwa namna yoyote, unamjua mfalme alivyo. Hakikisha iwe haujui, lakini laiti kama unajua, utajua nini kitakachokupata wewe mtoto. Mbona unashangaza sasa? Kipi kinachokushangaza sasa? Umesema ni mtoto wa kiongozi. Umezaliwa hapa na umekulia hapa. Sasa iweje useme hujui hapa ni wapi ulipo? Ndiyo. Sasa hapo nini kinachokushangaza? Sasa inakuwaje unasema hapa kwa juu tulipo? Na ni mzao wa kijiji hiki. Ni kweli, ila mimi sio mtokaji sana. Alafu babangu mimi ana sheria kali mno. Kwa hiyo unamaanisha huwa utoki mara kwa mara? Ndiyo. Mungu wangu. Dakalule, kwa ina maana watu wote wanaelezea hawanielewi. Kila mtu nimwambia anielewe mimi. Kwa hata wewe unielewe. Kwa maana ninapokuambia ukweli na bado kama ninakudanganya. Sijui chochote kuhusu Mwandile. Sielewi chochote. Bwana anaumia. Kwa hiyo, kwa mfano nikija kubainika kama mimi sihusiki, mtanipa zawadi kwa maana nalaumia sana. Sasa ikija kubainika au kujulikana unahusika kwenye hili, sidhani kama mfalme atakusamehe. Vipi kama sihusiki? Haya sawa. Unaweza kwenda ukaendelea na shughuli zako. Asante sana. Nashukuru Dakalule. Hey! Wewe ni nani? Unaweza kuninyang'anya tonge langu mdomoni? Unadhani wewe ni nani haswa? Waweza mfanya chochote kile mtoto wa kiongozi? Usipokuwa na bahati. Wanaume huwa haongeagi mara mbili. Huwa anafanya vitendo. Kaa mbali na Mwandile. Oh. Naona mmeshapeana na majina, sio? Unaweza utafanya nini? Hapo